ya kutokea. Watu wa Bwana aliye hai tukijitahidi kuishi na Mungu, tutaamua kuifanya kazi ya Mungu pasi na vizingizio, lazima Bwana ataonekana na matokeo makubwa kwenye maisha yetu. Lazima Bwana atatuacha tuwe wa kawaida kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Bwana nisaidie. Ujumbe nikasema mbona kama ujumbe ni mdogo, ni mfupi. Nikasema kama ni mfupi, naona kama muda wangu unakimbia. Sasa brother, naomba utanisaidia zikibaki dakika zinazotosha kuomba. Kama vile. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kama vile tunavyofanya. Kwa hiyo zikibaki tutaniambia ili tupate na muda wa kuomba. Kitabu cha Mwanzo 39 kuanzia mstari wa 7. Mwanzo 39 kuanzia mstari wa kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko pointi namba 2 ambayo inasema maisha ya utakatifu na kumpenda Mungu. Maisha ya utakatifu na kumpenda Mungu. Kitabu cha Mwanzo, naomba unisaidie kusoma 39 kuanzia mstari ule wa 7. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Mwanzo sura 39 kuanzia mstari wa 7. Biblia inasema, ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyonavyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose? Amen. Hapo niko pause kwanza hapo. Hiyo sehemu naipenda sana. Nifanyeje ubaya huu nikamkose Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunapokuwa tukiendelea hapo, weka funga semi, weka na fungua semi hapo, tukimaanisha wewe tunaiweka pending kwenye hesabu zile za kwenye hesabu kule darasa la 7 tutakuwa tunaambiwa iweke kichwani, ichukue. Haleluya. Kwa hiyo iweke hiyo, ibebe mtumishi wa Bwana, itunze kama ni mfukoni, itunze kama ni kwenye karatasi yako, itunze. Nifanyeje ubaya huu nikamkose Mungu wangu? Alafu tuendelee mtumishi wa Bwana. Mstari wa 10 Biblia inasema, akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye. Amen. Hapo kwanza pause pia. Lakini sisi kama unaelewa mtumishi wa Bwana akazidi kusema na Yusufu siku hata siku. Haleluya. Kuna pointi umeidaka hapa mtumishi wa Bwana aliye hapa. Akazidi kusema na Yusufu siku hata siku. Kwenye kitu kingine kwa wale watumishi wa Mungu kuna kitu tunaita consistency, muendelezo wa kitu. Maana yake ni kwamba huyu hakuishia siku moja kumwambia Bwana Yusufu, mimi nimekukubali, mimi Yusufu, mimi nimeona wewe unanifaa. Hakuishia hapo, akaendelea kumbembeleza, kutumia lugha hiyo, akaendelea kumshawishi, akaendelea kupima uwezo wake. Na kumbuka tuko kwenye pointi hapo inasema maisha ya utakatifu na kumpenda Mungu. Kwa hiyo nataka nikakuonyeshe sifa ya watu ambao ni watakatifu na wanampenda Mungu wanafananiaje katika jina la Yesu. Tuendelee hapo mtumishi wa Bwana. Mstari wa 10 Biblia inasema, akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Amen. Tuishie hapo katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana mtumishi wa Bwana aliye hapa. Ninazungumza pointi ya maisha ya utakatifu na kumpenda Mungu. Na katika hiyo pointi nilitaka tukamwone Yusufu ambaye alisema kitu kimoja kikubwa sana, nifanyeje ubaya huu nikamkose Mungu wangu, katika jina la Yesu. Ya kwamba pamoja na kwamba mtumishi
kijana mwenzangu, ushawishi huo unakujia kwenye maisha yako siku hata siku. Maisha fulani yanakujia kwenye maisha yako siku hata siku. Kuna ushawishi wa dhambi huo unakujia siku hata siku. Kuna mazingira shetani anayatengeneza ili akukoseshe siku hata siku. Lakini napenda hili eneo ambalo Yusufu anasema nifanyaje uovu huu, nifanyaje dhambi hii, nifanyaje uharibifu huu, nikamkose Mungu wangu katika jina la Yesu. Ninaposema kwa habari ya kumpenda Mungu, ninamaanisha pale ambapo hata angalia namna ambapo Farao alimpa nafasi kubwa. Kama umeelewa vizuri pale, alisema ya kwamba vitu vyote hivi amevifanya kuwa chini yangu, na anatamani kukwambia neno moja ya kwamba ila ni mke wake tu, kwa sababu ni mke wake, maana wao wamefanyika mwili mmoja. Lakini vitu vingine vyote alivifanya kuwa chini ya Yusufu. Lakini Yusufu hakuangalia hiyo nafasi aliyopewa, hakuangalia iko cheo alichopewa, lakini anakumbuka nafasi ya kumpenda Mungu wake. Nifanyaje uovu nikamkose Mungu wangu? Hakusema ya kwamba nifanyaje uovu nikamkose Bwana wangu, lakini anasema nikamkose Mungu wako. Katika jina la Yesu natamani nikutie moyo ya kwamba mazingira ya dhambi yasije yakakufanya umkosee Mungu wako. Mazingira ya kazini yasije yakakufanya umkosee Mungu wako. Mazingira ya nyumbani yasije yakakufanya umkosee Mungu wako. Ng'ang'ana na msalaba, mtoto wa Bwana, ng'ang'ana na msalaba, mtumishi wa Bwana, katika jina la Yesu. Kwa maana msalaba kwetu sisi si upumbavu, msalaba kwetu sisi ni nguvu katika jina la Yesu. Msalaba kwetu sisi ni ukombozi katika jina la Yesu. Na kama lilivyo siku nimenielewa, sema kwa jina la Yesu. Ninapozungumza kwa habari ya nguvu za Mungu, ni pamoja na mtu mmoja ambaye yuko tayari usiku wa leo kupata urejesho, yuko tayari usiku wa leo kurejeshewa na Bwana, na amejiweka tayari, ameufungua moyo wake ili Bwana atengeneze na yeye. Jina la Bwana libarikiwe.